Muda umewadia wa mbilinge viwanjani ndani ya mtazamo wa michezo. Na sasa tunaanza kuzihesabu dakika wote kwa pamoja tunazihesabu dakika. Wote pale ulipo mdau na mpendwa wa burudani, tukiwa tunazidi kukata mwezi wa sita, na hii leo ni tarehe 17 ya Jumanne kwenye zile siku za wiki. Ungana nasi kwenye Sport TV uweze kujua mengi ya kimichezo na burudani. Show ya kimichezo na burudani ndio ipo hewani kwa wakati huu, uweze kujua vingi vya kimichezo vilivyoweza kujiri na vitakavyo kwenda kujiri katika viwanja mbalimbali. Mimi ni kiungo mchezeshaji mwamba Godikodi midfielder, eneo la kati na kwangu nikigawa taarifa kwa idadi kama ilivyo pasi. Wa kuitoa Michael Munde, na nipo na winga tena top scorer ambaye utamsikia hapa kitaja yale yaliyojiri ya kimataifa. Kwenye lile benchi letu la kimataifa tupo nawe ndani ya dakika 10 za moto kweli tukisema na wewe kwa uzuri. Na utakayoyasikia siku ya leo katika benchi la nyumbani ni pamoja na mwendelezo wa ligi kuu bara ya NBC kuendelea siku ya hapo kesho, raundi ya 29 na watani ni raundi ya 28. Yanga akiwa kinara na alama 73 na Simba alama 72. Simba tayari imeshawasili pale Tabora kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Ken Gold utakaopigwa kesho. Kuelekea dabi ya Kariakoo, vipi ratiba ya watani wa jadi unaoionaje? Kuna yoyote kuangusha pointi kwenye michezo yake? Tuma ujumbe wako, mimi nitausoma kwa uzuri hapa. Na benchi la kimataifa kunani winga Tereza top scorer. Mwendelezo wa kombe la dunia la vilabu upo vipi, na utakwenda kusikia kwa uzuri nini kitakachojiri hapo kesho katika mbilinge za viwanjani, na mabadiliko ya sheria ya michezo ya soka yapoje, na nitakwenda kukujuza tetesi za usajili barani Ulaya. Na wewe msikilizaji una nafasi na wewe pia ya kutuambia chochote kupitia ujumbe mfupi wa 0624699302 au 07591996 unamaliza na 11. Hadi kocha wa benchi la kimataifa winga Tereza Luka Junior umemsikia kwa uzuri kabisa. Hizo ndo taarifa tulizonazo siku ya leo. Tunalipa bili, tukirejea tunaanza kukujuza kwa undani zaidi. Muda umewadia wa mbilinge viwanjani ndani ya mtazamo wa michezo. Na sasa tunaanza kuzihesabu dakika wote kwa pamoja tunazihesabu dakika. Luka Junior, ndio winga Tereza top scorer. Nipo hapa winga Tereza. Taarifa zako nimezisikia kwa uzuri kweli, zimenyoka. Mimi nimezisikia taarifa zako. Hali ya hewa si shwari. Cha kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu Mafinga kuna hali ya hewa fulani hivi ambayo imetulia. Kuna muda kama na ukizingatia mwezi wa sita kuna muda baridi inazidi, kuna muda kajua kanawaka, unatamani wote jua hata la saa 9 hivi. Wakati nakuja mimi nimepanda zangu kwenye kwenye Costa, nimekutana mzee mmoja bwana amejaza masweta ya kutosha kweli. Nikamwambia mzee, vipi? Mbona jua linawaka afu makoti mengi? Ananiambia kijana wangu hali yao inabadilika muda wote. Mnaishi kwa wasiwasi. Unatupata kokote pale HC TV, andika namna hiyo. YouTube pale unatupata kwa uzuri. TikTok andika HC TV, unatufuatilia kwa uzuri. Na tupo live wakati huu, ukinitazama mimi ndo Club Holding Cup FIFA, nipo vizuri kabisa nikiwa nimevalia uzi wangu huu unaniona. Tuanza kwenye upande wa ligi kuu. Ligi kuu, mwendelezo wa ligi kuu kianza kabisa. Cha kwanza kesho mechi zote zinachezwa saa 10 kwa wale ambao watakuwa wanaangalia mpira wa Simba watakuwa wanaonyeshwa huku, wa Yanga watakuwa wanaonyeshwa huku. Hapo unamaanisha kwamba kuna mmoja ajiandae hapo kurushwa sinema zetu, mwingine Azam 2, Azam 1, kila sehemu, yani hadi Azam Extra kule unaweza kutoa anaweka kuonyesha mpira kwa sababu wao ni Azam wako vizuri bwana. Cha kwanza kabisa nikupitishe katika mechi ambazo zinaenda kuchezwa hapo kesho. Ni saa 10 kamili. Mechi zote zitakachezwa muda huo ni Azam FC dhidi ya Tabora United, tunasema ni Nyuki. Coastal Union dhidi ya Fountain Gate, Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Lakini Ken Gold atakuwa uwanjani dhidi ya Simba Sports Club, Mashujaa dhidi ya KMC Kino Boys, Namungo dhidi ya Kagera. Lakini Pamba Jiji atakuwa uwanjani dhidi ya JKT. Kwa kumalizia ni Tanzania Prisons atakuwa uwanjani dhidi ya wanaoongoza ligi Young Africans.
Chini kabisa joto liko vipi? Kuna watu wakuweza kujipapatua kwa sababu Ken Gold tunafahamu toka raundi za 2020 alikuwa bado hali yake ni ngumu sana. Cha kwanza kabisa mimi nikupitishe kidogo. Wa mwisho kabisa ni Ken Gold ambaye ameshashuka daraja tokea kabla hata michezo 5-6 hivi hajacheza. Lakini Kagera Sugar tunatarajia na yeye ashuke kwa sababu ana pointi 22 na amebakiza michezo miwili pekee ambayo inakuwa akishinda michezo yote. Hakuna namna. Hakuna namna, inabidi ashinde. Akishinda michezo yote bado tunaona hapa atakuwa katika 28 ambako bado atakuwa anacheza playoff. Anakuwa bado yupo pale maana yake anashuka mazima. Alafu tuna hawa wa 14 na 13 ambao watacheza playoff. Hawa ndo tunaona kabisa wanaweza wakaweza kujipapatua. Tanzania Prison akishinda dhidi ya Young Africans akachukua pointi 3 zake muhimu, anapanda kutoka nafasi ya 13 mpaka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 8. Akimshusha Mashujaa akiwa nafasi ya 9. Lakini kwa upande wa Fountain Gate ana pointi zake 29. Akishinda hapa anakuwa na pointi 32. Anashuka anasogea kidogo, huyu anapanda kama nafasi 2 juu. Anakuwa nafasi 12. Joto bado na msimamo kama unavyoweza kusikia, lakini pia kama unavyoweza kutazama mtazamaji ambao unatazama kutukopitia pale YouTube, tupo live HC TV, lakini pia unayetusikiliza kupitia masafa ya 92.5. Hii ni HC FM kwa uzuri kabisa. Na mimi mtazamaji ni kupeleke moja kwa moja kwenye benchi la kimataifa kuweza kujua mengi ambayo ameweza kujiri kule kwenye benchi la kimataifa. Kunani ameweza kujiri kule? Kombe la dunia la vilabu linaendelea kule na hali iko vipi? Basi nikopeleke huku. Na sasa bench limehamia anga za mbali, michezo kimataifa. Na kimataifa bwana ni kwa moto kweli kweli. Ukitazamia Club World Cup FIFA inayoendelea kwa wakati huu, lakini pia tetesi zile za usajili ambazo zinazidi kuvuma na kuweza kusambaa kwa uzuri. Tuanze kwenye hili la kombe la dunia la FIFA la vilabu. Cha kwanza kabisa ni kupitisha kidogo katika mechi ambazo zinaenda kuchezwa hapo kesho. Hizi mechi ambazo zinachezwa kesho ni makundi ambayo hamna hata mmoja ambaye amecheza mechi yoyote. Tunasema hamna bingwa wala kibonde. Mechi ndio inaanza kuanza sasa. Inter atakuwa uwanjani dhidi ya Montpellier, lakini Inter Milan. Umtaje kiheshima Inter Milan. Mwana finali wa UEFA Champions League. Lakini Mamelodi Sundowns atakuwa uwanjani dhidi ya Ultrasad HDFC. Lakini Manchester Japan Manchester City atakuwa uwanjani dhidi ya Stephane Aziz Ki. Wydad Casablanca. Wydad Casablanca atakuwa uwanjani dhidi ya Manchester City, lakini Al Hilal atakuwa uwanjani dhidi ya Real Madrid. Al Hilal dhidi ya Real Madrid ni kundi H, lakini Manchester City dhidi ya Wydad Casablanca itakuwa ni kundi G, lakini Udra HDFC dhidi ya Mamelodi Sundowns itakuwa ni kundi F, lakini kundi E itakuwa ni Inter Milan dhidi ya Montpellier. Kwa haraka tu mimi nimeona kwenye hii sheria ya goalkeeper hii magolikipa wengi basi wataadhibiwa kwenye upande wa kushikilia mpira kwa zaidi ya sekunde hizo hapo 8 ambazo zimetajwa hapo na IFAB. Kwa upande huo unaona itakwenda kusaidia au itakwenda kudidimiza kwa upande wa wataalamu wale wazee wa kupoteza wakati? Kwa upande mwingine itawasaidia timu pinzani. Kwa watu ambao ukiangalia, cha kwanza kuna baadhi ya timu ambao wanahala sana hapa tunawafichilizia ila tusiwataje. Lakini wamesema ni itakuwa ni kona moja kwa moja. Vipi kwa upande wa kadi? Haistahili kupewa kadi kwa goalkeeper ambaye amefanya hivyo? Kwa kadi naona itakuwa wanasema hilo kosa likijirudia, lakini ilikiwa limetokea mara moja hawezi akarudia makosa, kwa sababu amesababisha kona ambayo hamna mtu ambaye amegusa, imetokea kona, yeye ndo amesababisha imetokea hiyo kona, kwa sababu amekaa na mpira kwa sekunde nyingi. Lakini nikupitishe katika tetesi za usajili barani Ulaya.
Ndio. Niko na mchezaji Barcelona wameamua kujaribu kufanikisha usajili wa Nico Williams baada ya kupata ridhaa ya mchezaji huyo na kupewa kipaumbele kikamilifu wiki iliyopita. Barcelona wanataka kumchukua Nico Williams kutoka pale Chelsea. Lakini yupo Athletic Club pale Uhispania. Lakini mchezaji wa Manchester City huyu tunamwongelea Kyle Walker, watu wamemzoea hivyo, akiwa na miaka 35 amekubali kujiunga na klabu ya Everton kwa mkataba wa mwaka mmoja. Upande wa Manchester City vipi, itakuwa ina asali? Kwa upande mwingine haina asali kwa hivyo, kwa sababu na wenyewe wanaweza akachukua mchezaji yoyote kutoka bara lolote, ndio ambaye anaona anaweza akampa advantage. Lakini kama watamkosa mtu kama Kaoka, tunaona kabisa katika nafasi pale ya mabeki kuwachezesha viungo, tunaona anaenda kulose na wataona pengo lake baada ya kutoka pale England. Mimi wasitu wasiache kutazama michezo ambayo itakwenda kupigwa hapo kesho, ambapo ligi kuu itakuwa ikiendelea zaidi ya michezo 8 ikiwa inapigwa kwenye viwanja tofauti, lakini pia Club World Cup FIFA itakuwa na yenyewe pia kukichafua kwa uzuri kabisa. Manchester City dhidi ya Wydad Casablanca. Aziz Ki akiwa ndani. Watu wengi wanauliza vipi atakuwepo Aziz Ki, mambo kama hayo hapo. Yupo. Natarajia hapo anaenda, na ukizingatia mechi iliyopita aliweza kushinda. Aliweza kutoa assist moja pamoja na goli moja. Natarajia aendelee kufanya makubwa, lakini makubwa zaidi tunaomba aendelee kuyaendeleza. Selemani Mwalimu mchezaji wa kwetu kabisa kutoka Tanzania. Aendelee kupeperusha bendera ya Tanzania vizuri kabisa. Na wewe mtazamaji ambaye ulikuwa unatutazama lakini pia kutufuatilia kule YouTube live, tulikopo kule HC TV, tunakuambia kwamba tumefika tamati ya Sport Review kwa siku ya hii leo. Ilikuwa ni majira haya ya saa 10 mpaka ile saa 10 na dakika 20, tulikuwa tukiweza kusema na wewe kupitia zile taarifa zote za michezo na burudani. Mimi ni midfielder, kiungo mshambuliaji, mgawa pasi kabisa kwa usahihi na uhakika. Taarifa zote umeweza kuzipata za kimichezo. Nilikuwa na winga tele za hapa, toposkora wa ukweli kabisa, ambaye ameweza kutufungia goli za uzuri kule michezo kimataifa kwa uzuri. Nikwambie tu usiache kufuatilia vipindi vingine, lakini pia usiache kusikiliza 92.5 masafa ya uhakika kabisa, kodi za HC FM. Uwe na siku njema, bye bye.